hii miito iko ya aina mbili. Kwetu sisi ambao tuko kanisani tuna miito ya aina mbili. Wito wa kwanza ni wito wa huduma wa wokovu, ambao huu wito wote tumeitwa. Kwenye Biblia wanatumia neno eklesia, neno la Kigiriki kwamba eklesia, ambalo ni kusanyiko la watu walioitwa kutoka maeneo mbalimbali, kutoka huko kwenye machimbuko mbalimbali na kuja pamoja kwa ajili ya kazi fulani au jukumu fulani. Kwa hiyo Mungu anawaita watu kutoka huko duniani, wanakuja kwa ajili ya kazi fulani. Na katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 anaielezea kwamba huu ni wito wa jumla wa watu wote, ambako anasema anataka watu wote waokolewe na wapate kuijua kweli. Kwa hiyo Mungu anawaita watu wote. Huu ni wito wa jumla kwa Wakristo wote, yaani wote tulioko humu ndani tumeitwa. Lakini kwa maana ya neno eklesia, liko jambo Mungu ametuitia. Hakuna mtu ambaye ameokoka aje akae kanisani hivi hivi, yupo tu, hakuna kitu anafanya. Wakati Mungu anamwita, alikuwa na kitu amekusudia kwamba akija atafanya hicho kitu. Sasa bahati nzuri, sijui niite bahati, ninyi mmetokea kutambua majukumu yenu, wito wenu. Lakini tunao wito wa pili ambao umegawanyika mara mbili. Wito wa pili sasa ni wito wa utumishi na huduma. Tumeitwa ile ya jumla na huduma. Baada ya kuwa tumeitwa, kuna wito wa jumla tena wa utumishi, ambao Mungu amewaita watu kwenye huduma ya upatanisho. Kisoma katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18, anasema Mungu alikuwa katika mwili akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, na kisha ametuachia sisi huduma hiyo ya upatanisho. Yesu hawezi tena kuja hapa duniani akapita mitaa ya hapa Tanzania, Dodoma na maeneo mengine akipatanisha watu. Lakini huduma hii sasa ametukabidhi sisi tupatanishe. Na hii huduma ya upatanisho ni huduma ya watu wote. Mtu yeyote aliyeitwa kwenye ule wito wa kwanza kwenye eklesia anapewa sasa jukumu la kupatanisha ulimwengu, watu waliokosana na Mungu wapatane naye kwa njia ya kumwamini Yesu. Wote tuliokoka tunaangukia hapa. Tumeitwa mara ya kwanza kutoka dhambini, tukaitwa mara ya pili kwenye kipengele hiki cha pili kwa ajili ya huduma ya upatanisho. Lakini Mungu akaenda mbali zaidi. Katika lile kusanyiko lote la eklesia, akachomoa watu wachache, akawapa huduma maalum. Sasa hii tunaita sasa ni wito maalumu, majukumu maalumu ambayo tayari mchungaji amekwisha kuyasema. Yaani wakati anasema kama vile tulikuwa pamoja. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11, tunaona Mungu akiingia kwenye lile kusanyiko lote la eklesia, akachomoa watu watano, au niite huduma hizo 5. Akachomoa mitume, akachomoa manabii, akachomoa wainjilisti, akachomoa wachungaji, akaweka na walimu. Hawa watu 5 Mungu aliwatoa kwenye lile kundi. Kwa hiyo nakuta sasa hawa ni kama wameongezewa kitu kingine. Wote tuko kwenye upatanisho, tunatakiwa tutoke tuingie mtaani tukawapatanishe watu na Mungu. Lakini Mungu akasema pamoja na hayo kuna watu natakiwa niwape kitu cha zaidi, akawaweka hao. Sasa hao watu 5 waliowachagua Mungu aliwaweka kimkakati. Aliwaweka kimkakati. Kwanza alitaka injili ienee, akaweka mitume na wainjilisti.
Hawa ni watu ambao wanatakiwa watoke. Yaani ukichukua kwa mfano hii tafsiri ya sasa hivi ya kitume, kuna watu hata hawafanyi kazi ya kupatanisha, lakini ni mitume. Lakini lengo la Mungu, ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ukawaangalia mitume wa enzi zile za kina Petro na kina Paulo, unaweza ukaona kitu cha tofauti na jinsi tunavyofanya siku za leo. Kwa hiyo alipotaka injili ienee, akaweka wainjilisti na mitume. Alipotaka mafunuo ya kimungu yatufikie, akaweka manabii. Alipotaka kuhamasisha wale watu walioitwa sasa, maana unajua tulipoitwa kwenye eklesia tumekuja na vitu vyetu: ukorofi, hasira, vurugu mbalimbali. Tumekuja na kila aina ya tabia zisizofaa, tukasamehewa. Mungu akasema sasa hawa watu lazima wabadilishwe, kama navyosema katika ile Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza wa pili, akasema mbadilishwe, mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sasa nani atakayefanya hayo? Tunajua Roho Mtakatifu ndo anayepindua, lakini anawatumia watu, wanatufundisha mpaka tunabaini yale maeneo ambayo tunapaswa kubadilika. Akatupa wachungaji, akatupa walimu, watu ambao wanaweza akafanya kazi hii, akatupa na wainjilisti. Kwa hiyo napita pale wanazungumza, tunagundua kwamba mimi nina shida mahali hapa, ninarudi natafuta msaada wa Mungu. Na alipotaka kuona kwamba kuna kulea sasa, kuna watoto wachanga wanazaliwa katika nyumba yangu, akaweka walimu, akaweka wachungaji. Kwa hiyo hawa watu watano hawa ni watu ambao Mungu aliwaweka makusudi kwa ajili ya kuendeleza kile ambacho kilianzishwa. Kwa hiyo tunapotoka mtaani kutekeleza swala la upatanisho, tukawaleta watu katika nyumba ya Mungu, tayari ameshatengeneza mazingira ya huduma ya kazi ile kufanyika. Sasa kwa nini Mungu aliamua kuwaweka hawa watu watano? Mstari wa 12 hadi wa 16, alitaka Wakristo waandaliwe na kukamilishwa kwa ajili ya huduma ambayo mchungaji ameshatuambia kwamba ni kuwezeshwa. Kwa hiyo alitaka waandaliwe na wawezeshwe kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo tunaingia, hatujui chochote, tunamkuta mchungaji yuko tayari kutusaidia, yuko tayari kutuwezesha ili kufanya huduma. Maana hapa kanisani lazima huduma zifanyike. Zinafanyikaje? Hatujui. Mchungaji atatuelekeza cha kufanya. Pia Mungu alitaka mwili wa Kristo ujengwe. Lengo la kutuwekea hawa watu, anataka aone ule mwili wa Kristo, kanisa, linajengwa. Na jambo la tatu, Mungu alitaka tuweze kuwa na umoja wa imani na kumjua sana Kristo. Umoja wa imani, kumbuka tumechongwa kwenye mwamba mmoja. Wakati mwingine yani ni kitu cha ajabu sana kwamba wote tunaweza tunamkiri Kristo, lakini unashangaa tunatofautiana katika vitu tunavyoviamini. Lakini Mungu anataka tufike mahali pa kuwa na umoja wa imani, kwa sababu chanzo chetu ni kimoja. Jambo la 4, anataka sasa tukomae kiroho. Tumekuja ni watoto, hatuwezi kuendelea kuwa watoto. Tutoke kwenye utoto, tutoke kwenye uchanga, tukue kiroho kwa kupata mafundisho sahihi. Petro anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa hiyo Mungu anatamani kuona watoto wanaozaliwa katika nyumba yake wanakuwa kiroho baada ya kupata neno sahihi, maziwa yasiyogoshiwa, na kuweza kufikia kile ambacho Mungu anakitaka. Na tukilipata neno sahihi sasa, jambo lingine anataka tusiyumbishwe na mafundisho potofu. Yako mafundisho
ya ajabu sana. Jana usiku wakati nakuja nilisoma kitu kimoja, nikasema ukweli, kama Wakristo hatutajikita kusoma neno, upotofu ni mkubwa. Mwalimu mmoja wa Nigeria akawa anafundisha, nasema kati ya vitu vilivyomfanya Yesu apigiliwe msalabani ni umaskini. Na kwa sababu hiyo ni lazima tufundishe injili ya mafanikio, kwa sababu akaongeza uongo mwingine, shetani haogopi kanisa linalo omba. Yaani sio kuomba, yaani kanisa linaloomba, anaogopa kanisa tajiri. Sasa mafundisho kama hayo, niwaambie watu wa Mungu, tusipopata mafundisho sahihi, tutabaki watoto tunafundishwa vitu vya uongo na kuchukuliwa huku na huku na elimu mbalimbali zinazozuka. Na wakati wowote utakumbuka katika mstari huu akilalamika, akamwambia Mungu, mzigo huu umekuwa mzito sasa, siwezi kuubeba. Ni kweli umeniambia niwaongoze hawa watu, lakini kwa jinsi wanavyofanya siwezi kubeba, kwa sababu kuna mambo mengi Mungu alikuwa amefanya mbele yao, wameona matendo makuu ya Mungu, lakini bado ni wasumbufu. Kafika mahala kasema, hii kazi ni nzito, huu mzigo ni mzito, hawa watu mimi sijawatungia mimba. Kwa nini umenitesa kiasi hiki? Kuliko hiki unachofanya Mungu, ni bora uniue. Sasa fikiria, Musa amefanya mambo mazito mangapi pale Misri, mpaka Farao kanyosha mikono. Lakini hapa jangwani anafika mahali pa kuomba kufa. Ndipo Mungu akaja na wazo, akamwambia Musa, tulia, huna sababu ya kulia kutafuta kufa. Nenda katika jamii yako, chagua miongoni mwa wazee watu 70, walete, nami nitachukua sehemu ya roho yako, nitaweka ndani yao, ili waweze kubeba huu mzigo unaosema mzito, waweze kubeba na wewe, usibebe peke yako. Kwa maana hiyo, wewe uliyeko mahali hapa, ile mizigo yote ambayo mchungaji anabeba, beba kipande chako, chukua sehemu yako, beba. Utakuja kushangaa kama alikuwa anabeba 100, amebaki labda na kilo 5, amebaki na mzigo mdogo sana ambao sasa anaumudu. Unaweza ukamruhusu kufanya na mambo mengine. Najua majukumu ya kichungaji yako mengi. Kuna maneno matatu ya Kigiriki wanayataja, kwamba kuna poimen, kuna diakonos, kuna nani mwingine, limenitoka kidogo. Yaani kuna mchungaji, yani kuna majukumu anayoyafanya kama mchungaji wa mbuzi kabisa, ndio hiyo poimen. Kwamba mchungaji anapochunga, kuna wakati anakuwa kama yule anayechunga mbuzi porini. Mbuzi unajua hawana tabia zinazofanana, yaani anapambana na kimbizwa kiasi hicho. Ndio hapo unapoweza kuiona kwamba kazi ya kichungaji ni ngumu. Mimi niliwahi kuona kipindi fulani, tukua kwenye kongamano la vijana, wakati tumepumzika, tuko tunaota jua hapo nje, mchungaji akatoka wa lile kanisa, mimi sikuwa nasali pale, akatoka wa lile kanisa, akamwita kijana mmoja, Ezekiel njoo. Ezekiel akakimbia, kalizunguka kanisa. Alipofika kwenye kona, akawa anamchungulia mchungaji hivi. Nikasema, hivi kwenye wokovu kuna vituko kama hivi? Unaweza kumkimbia mchungaji wako? Halafu namwangalia hivi. Nikamfuata nikamwambia, Ezekiel, hivi unafikiri tuko shuleni hapa? Maana shuleni unaweza ukafanya vituko kama hivyo. Kanisani, mtu anayekusaidia kwenda mbinguni akuepushe na jehanamu, unamkimbia. Sasa hao ndo washirika. Sasa mchungaji ana kanisa, ana familia, ana nini. Na mara nyingi huwa waamini tunaamini mchungaji anaweza kila kitu. Kesi za kila aina, hata vile ambavyo hakusomea, tunapeleka kwake.
atatue. Kwa hiyo unakuta nahangaika na tatizo la mshirika mmoja mmoja, anachoka. Sasa viongozi wasipotambua nafasi yao, mchungaji anachoka kabisa, anakwisha kabisa, anakwisha. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Tunatamani kama ilivyofanyika kwa Musa, roho ya mchungaji iwe ndani ya kila kiongozi. Yale maono alionayo mchungaji, yale maeneo ambayo mchungaji anataka kufikia, tuyabebe kwa ajili yake, tuyabebe kwa ajili yake. Mchungaji ametaja mfano fulani wa umisheni. Mimi nimeteuliwa kuwa kiongozi wa idara ya umisheni kwa jimbo la Arusha, mkoa mzima wa Arusha, nikiwa mshirika wa kawaida. Sasa baada ya kuteuliwa nikawaza, na nimesimamia kama miaka 10 jimbo, nikawaza nafanyaje hapa. Nikawafuata wachungaji, nikawaambia nataka wachungaji ambao walikuwa wasaidizi wangu kwenye idara jimbo, nikamwambia nataka taarifa hizi, kwa hiyo tutafute hiki na hiki na hiki. Wachungaji wakaniambia hicho kitu tunachotaka hakiwezekani, labda mwambie askofu andike barua, sisi twende na barua. Nikamwambia unawezaje kushindwa kwenda kumwona mtendaji wa kata ambaye wewe kwenye kata upo? Hawezi kutoa hizo taarifa. Unajua, nikaamua kuifanya kwa sababu nisema siwezi kusimamia idara nisiyoijua. Lazima nijue ni kwa kiasi gani kanisa limefikia watu. Najuaje? Nikaenda kwa afisa takwimu wa mkoa, nikamwambia nataka taarifa hizi na hizi na hizi. Akaniletea vitabu vya sensa, nikamwambia hapana. Akaleta vingine, nikasema sio hii. Akaniuliza wewe unataka nini? Nikamwambia lete karatasi nikuchoree ninachotaka. Nikachora, kama ni. Akamwambia secretary nenda kachukue faili fulani. Nilitengeneza ile taarifa, nikatishe maneno, nikagundua kuna vijiji 168 havijafikiwa, kuna kata 18 hatujafikia. Nikamfuata askofu, nikamwambia jimbo lako sura yake ni hii. Akasema hivi ndio ilivyo. Nikamwambia ndivyo ilivyo. Mimi niliambiwa tulishaimaliza Arusha, ndio maana tumefungua. Wakati wote tulikuwa tumefungua makanisa 7 Mtwara, tumefungua makanisa 7 Kigoma, tumefungua makanisa 2 Bariadi na 1 Msoma na lingine Tabora, kwa sababu eti Arusha imeisha. Nikamwambia sasa hii ndiyo sura ya Arusha. Akaniuliza sasa niambie tunafanyaje? Sasa ule mzigo umehamia kwangu. Tunafanyaje? Nikamwambia naomba tubadilishe taratibu. Fedha zote ambazo zinabaki kwenye za umisheni, zinazobaki makanisani, na zile zinazoenda kwenye ngazi ya pili wanaita section, zije jimbo. Pelekeni za taifa, nusu nyingine baki jimbo. Kipindi kile nikiwa mkurugenzi, tulijenga makanisa 18 ambayo yalikuwa kwenye kata zote zile, tukahakikisha tumezifikia. Kwa hiyo wakati ninahangaika, yani ule mzigo kwa askofu haupo, umehamia kwangu. Na ninaomba kama ambavyo ilitokea kwa Musa hapa, ule mzigo ambao Musa alikuwa anabeba, iwe hivyo kwamba mzigo alionao mchungaji, kwa kuona labda hili kanisa nataka lijae. Linajaaje? Viongozi waumize vichwa. Yaani asiumize mchungaji peke yake. Tunalijazaje hili kanisa watu? Viongozi waumize vichwa. Wawaze ni namna gani ile roho iliyoko ndani ya mchungaji ikufikie. Nakumbuka mchungaji kule World Vision, Bob Pierce ambaye ndo mwasisi wa World Vision, aliwahi kumwomba Mungu, akasema Mungu, ninaomba kile kinachogusa moyo wako kiniguse na mimi. Na mimi ningeomba pia kile ambacho naona kinaugusa moyo wa mchungaji wako kikuguse na wewe, ili uchukue kipande chako na mwingine, ili asibebe mzigo mzito.
Pia jambo la pili, tupate watu wanaojali na kutambua mchango wa mchungaji katika mafanikio. Yaani kile ambacho kilitokea kwa Musa kitokee hapa, kwamba watokee watu wanaojali mchango, wanaotambua na kujali mchango wa mchungaji katika mafanikio ya kiroho na kimwili. Na watu hao si wengine, ni viongozi. Viongozi watambue mchango wa mafanikio, mchango wa mchungaji katika mafanikio ya kiroho ya kanisa. Kwa hiyo mchungaji anapokimbia huku na huku, tunakimbia pamoja na yeye. Hapo mambo yataenda na itasaidia kulikuza kanisa. Tunapozungumza kulikuza kanisa, huwa tunazungumza maeneo matatu. Tunazungumza kuona kanisa la mahali pamoja kama hapa linaongezeka idadi ya waamini. Sehemu ya pili, tunatamani kuona, tunapozungumzia kwamba kanisa linakuwa, tuone ni DPC DPC imejizaa. Iko hapa, iko Veyula, iko pale Manyoni, iko pale Singida, iko wapi? Yaani ni ongezeko la kijiografia la kanisa. Kanisa lizae livuke mipaka. Lakini eneo la tatu, tunataka tuone kanisa linakuwa katika viwango vya kumjua Mungu. Haya ni maeneo matatu muhimu sana ambayo mchungaji yeyote anayejua wajibu wake anayatamani. Wewe ungekuwa mchungaji ukachunga washirika 1,000 wasioenda mbinguni, itakusaidia nini? Mchungaji anatamani asaidie watu wake wamwone Kristo siku anaporudi. Asipopata hao, uchungaji wake una maana gani? Kwa hiyo hayo ndiyo matamanio yake, na katika hayo matamanio haishii hapo. Anatamani sasa aone nani atakayesimama hapa na pale amsaidie. Kanisa katika mkakati huu wa kukua ni lazima lifanye uinjilisti. Watafiti wanasema, nilisoma mahali fulani, nafikiri nimenukuu kwenye kitabu changu cha uinjilisti cha ushuhudiaji, kanisa lolote utakaloenda, ni mara chache na nimehakikisha kwingine mpaka kinazidi, 79% ya washirika walioko kanisani wote waliokoka kwa kushuhudiwa. Utafiti unasema hivyo. Kwa maana kwamba ile 21, yani labda alikuwa anapita pale akasikia muziki mzuri akatamani kuja. Labda alikuwa anapita pale akaona hili jengo, maana hili jengo sijaliona Arusha la design hii, akalipenda, akasema hebu ngoja akija hapa kuna kitu kikamvutia akakaa. Lakini 79% walishuhudiwa. Lakini unaweza ukashangaa, mchungaji yuko anahangaika, tunakuzaje kanisa, tushuhudie, tufanye uinjilisti, tufanye mikutano, watu wamekaa wala hata haiwagusi. Sasa unakuta mchungaji anasumbuka peke yake. Na kwa sababu hiyo, msomi mmoja wa Biblia anaitwa Dr. William Curtis akasema, hakuna mwendelezo wa uinjilisti kama hakuna kulea. Yaani mnafanya mikutano, fanya uinjilisti, zunguka huko, mnashuhudia kila mahali, kama hamlei, hakuna mwendelezo wa hicho mnachoenda kufanya mtaani. Kwa hiyo akahimiza, ni muhimu sana wakati watu wanapofanya uinjilisti, weka mikutano ya injili, tafuta wahubiri wa maarufu, mmewaza pia watu wakiokoka tunafanyaje? Kama hujawaza hilo, utaishia kupata hasara kama zile tulizopata. Utaishia kupata hasara hizo, unabaki na idadi. Mwezi uliopita nilikuwa naongea na mchungaji mmoja huko Kigoma, aliniambia
wameandaa mkutano mkubwa, wakaja kina Christopher Mwahangila sijui na watu gani, na ameahidi mwakani akija tena atakuja na vikosi vingine, itakuwa mkutano wa ajabu sana. Nikamuuliza, huo mkutano wameokoka watu wangapi? Akasema waliokoka wengi. Wangapi? Akasema sikumbuki. Nikamuuliza, kanisani wamekuja wangapi? Hakuja hata mmoja. Nikamuuliza, mchungaji umepata hasara. Hiyo hela yote uliyowekeza, unaagiza watu toka Dar es Salaam, waimbaji, wahubiri wanakuja kwako, umepata hasara. Hata idadi hujui. Uliagiza mkutano wa nini sasa? Acha majina. Idadi wameokoka watu 150 hajui. Yaani unajua, ingekuwa ni kule mtaani ningesema huo ni uzembe wa kutosha. Sasa kumwambia mchungaji hivyo si mbaya. Lakini umepanga lengo la kufanya huo mkutano ni nini? Kwa nini umeweka mkutano? Sasa ni muhimu sana, kama Dr. William anavyosema, hakuna mwendelezo wa uinjilisti kama hakuna malezi. Na malezi haya yanayosemwa ni nini? Malezi haya ni nini? Ukiangalia katika lugha yetu ya kila siku, malezi haya na kufuatilia waamini wapya ni maneno mawili ambayo huwa yanatumika kama kwa kubadilishana, kama yanayofanana. Kwa hiyo tunaposema kulea waamini wapya, tunaweza pia tukasema kuwafuatilia. Kuwafuatilia. Sasa kazi hii ya kulea ni kazi ambayo ni maalumu. Yaani katika malezi tu ya kibinadamu, acha haya ya kiroho, malezi ya kawaida ya kibinadamu ni kazi maalumu ambayo inafanywa kwa muda mrefu. Hakuna mama analea mtoto kwa wiki moja, kwa siku moja, kwa wiki moja, kwa mwezi akasema amemaliza. Ni kazi maalumu ambayo sasa mama kisha pata mtoto anapambana, anahangaika naye mpaka afike mahali pa kujitegemea. Mimi nilipookoka, mimi nimeokoka kutoka kwenye upagani. Dini yangu ya kwanza ni Pentecoste Swedish Free Mission. Ndo dini yangu ya kwanza. Wakati ule nikiwa kidato cha kwanza, tarehe 23 mwezi wa 6 nikaokoka. Yaani niliwasumbua wale watu kwa sababu mimi sikuwa na dini. Nilikuwa mpagani. Kwa hiyo mambo ya kwenda kanisani kila siku sikuyazoea. Mambo ya kufunga sikuzoea. Kwa hiyo ilikuwa inafika siku ya Jumamosi napanga, kesho siendi kanisani. Yaani bila hata sababu, kesho sitaenda. Lakini kwa sababu wale watu wana kitu, na wale ndio mimi wamenipa wivu wa kufundisha malezi. Kama wasingekuwa wale, mimi ningeacha wokovu mwezi ule ule. Lakini unashangaa Jumapili anakuja tu, nasikia kitanda kinagongwa. Nilikuwa na kitanda cha juu, ndugu muda wa ibada umefika. Halafu anakaa kwenye kitanda cha chini na kusubiri aondoke na wewe, hakuachi. Sasa najiuliza, namwambiaje siendi? Unaumwa siumwi, kuna changamoto sina, anakuondoa. Sasa kisha kupeleka kule, lile neno takalo lipata kule linakupa tena hatua kama wiki 2 mwezi. Halafu kinazuka kingine tena wanashughulikia. Kwa hiyo kazi ya kulea ni kazi maalumu ya muda mrefu, au tungesema endelevu. Simewahi kuona wale ambao mna wazazi hapa, yaani umeshajitegemea, una familia yako, baba bado nakufuatilia. Hao hamuoni? Yaani ni kama vile wanavyosema kwamba mtoto hakui kwa mzazi. Yaani wewe una familia yako tayari, lakini baba eti bado na amri juu yako, anakufuatilia. Na sisi tunapaswa tufike mahali hapo kwamba tunapolea tusilipue. Iwe ni kazi maalumu kabisa. Na hii inadai kuwa na moyo mkuu na kuwa na ustahimilivu mkubwa tunapolea, kwa sababu tunakutana na tabia za ajabu ajabu. Usipokuwa mvumilivu, taachana naye. Kwani mbingu naenda mimi, sanaenda yeye. Kama hataki achana naye. Lakini kama tutakavyoona baadaye, walezi wazuri kama kina Paulo na kina Barnaba, hivi vitu havikuwavunja moyo. Kwa hiyo ni muhimu sana tukasimama kwenye hiyo nafasi. Kibiblia malezi ni mchakato
endelevu ambao unadai kuwalisha waamini wapya neno la Mungu, maana ndo chakula chenyewe, na kumjengea mitazamo sahihi ya kiroho. Watu wametoka huko duniani na mafundisho mbalimbali, wana vitu vingi wanavijua ambavyo vingine si sahihi. Sasa anapokuja huyo mtu, ni lazima sisi aliotukuta kanisani, hasa viongozi, tuwajengee hawa waamini wapya mitazamo sahihi ya kiroho, kwa lengo la kuwasaidia waache zile tabia za zamani. Maana mtu amezoea, naenda kanisani, akitoka huko anaendelea na dhambi kama kawaida. Sasa anaweza kaja huku, asipopata msaada akafikiri huku nako ni kama kule, akaendeleza yale yale. Badala yake sasa tumembadilisha dini, wala hatujampa wokovu. Haitatusaidia. Kwa hiyo anapokuja tukampa neno, tukamjengea mitazamo sahihi ya kiroho, tutakuwa tumemsaidia. Walezi wanaolea waamini wapya katika njia kama hii watachangia kulikuza kanisa. Maana katika yale mambo waliyofanya mitume, walifanya mambo mawili: kuhubiri, yani kuwaleta watu kwa Yesu, na kuwalea. Na sisi kama tutafanya haya, tutachangia kulikuza kanisa. Tusipofanya haya, watu watakuwa wanaingilia mlango huu. Bahati mbaya kanisa lenu nadhani na mlango mmoja, wanaingilia hapa, wanatokea hivi, wanaingia hapa. Tunaleta watu kila siku, wanapita mlango mwingine, wanatoka, kwa sababu hakuna nayezuia. Lakini tukikubali kulea, ni kama tunaziba mlango mmoja, wakija wanabaki ndani. Sasa kwa nini tunapaswa kulea? Kwa nini tunapaswa kulea? Malezi yamekusudiwa kufanya mambo matatu. Yaani tunapolea tunafanya mambo matatu. Jambo la kwanza, tunakuwa tunawalinda, tunawafundisha na kuwaelekeza. Hawajui kitu. Yaani hata kama miaka ya nyuma, siku hizi haipo. Miaka ya nyuma ilikuwa watu wakija, ana ushuhuda, anakuja hapa mbele anashuhudia, nitarudi na pambio, anaanza kuimba na pambio. Yaani kaja leo, lakini ana uwezo wa kuimba na pambio. Sasa huwa mara nyingi tunafikiri mtu akifanya hivyo, tumeshapata Mkristo. Hakuna. Yaani usidanganyike hapo. Kujua kuimba pambio, kujua kusoma Biblia si Ukristo. Kuna kitu ambacho niseme kwamba kila kanisa, pamoja na kwamba tunaweza tukawa tuko makanisa tofauti tofauti, lakini kuna lile fundisho linalotufanya tuwe hivi, tutofautiane na wale, lipo. Sasa napokuja hapa, hana hilo fundisho. Kule kuimba pambio, sijui kufanyaje, kuchangamka, kusikudanganye. Kuna kitu unatakiwa ufanye zaidi ya hapo. Kwa hiyo ni lazima tuwepo sasa kulinda, kufundisha na kuelekeza, ili mtu huyu mchanga wa kiroho akue na kufikia utu uzima wa kuweza kushinda dhambi na shetani. Sasa katika hili, napomalizia hiki kipindi cha kwanza, tuone mitazamo mbalimbali ya wanatheolojia kuhusu malezi. Watu wa Mungu wanasemaje? Mtu wa kwanza anaitwa Waylon Moore. Waylon Moore anasema kulea au kumfuatilia Mkristo mchanga ni mchakato katika kumsaidia mwamini huyu kukua na kufikia utu uzima. Ni mchakato, ni jumla ya vitu mbalimbali, vishughuli, kazi mbalimbali tunazoweza kuzifanya ili huyu mtu atoke kwenye uchanga afikie utu uzima. Mafundisho ni mojawapo, maelekezo mojawapo, kuhimiza. Miaka ile tulikuwa tunapitiwa kanisani, mtana kupitia, twende kanisani, mnaenda pamoja. Siku hizi nadhani hilo la kupitiana halipo kwa sababu ya mazingira na maendeleo na kadhalika, tutakutania kanisani. Sasa mtu ametubu huko mtaani,
Sisi tunakuja kumsubiri aje hapa. Hujui ni changamoto zipi anakutana nazo. Ukisoma katika kitabu cha Thesalonike wa kwanza sura ile ya 3, nafikiri sura ya 3 mstari wa 5, Paulo anasema, niliamua kumtuma Timotheo aje kwenu ili ajue hali yenu, isije ikawa yule mjaribu amewajaribu na kazi yetu ikawa haina faida. Yaani waliokoka wa Thesalonike katika mazingira magumu, na Paulo kama amefanyiwa vurugu na Wayahudi akakimbilia mji wa Athene. Akiwa kule anawaza, hivi wale jamaa wanaendeleaje baada ya kutubu? Ndipo akaamua kumtuma Timotheo, nenda kaangalie wanaendeleaje, tusije tukao tumefanya kazi ya hasara. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufanya mchakato katika kumsaidia huyu mtu afikie utu uzima. Sasa tunapokuwa tunahangaika na yale mambo yote, tunakuwa tumelenga kwanza tumjenge kiroho. Tukisha kumjenga kiroho kwa maneno ya Mungu, afike mahali pa kuchagua kanisa letu. Kuanzia leo kwa haya mafundisho, mimi nitakuwa DPC, nitakuwa na sali hapa. Afike mahali pa kusali hapa. Sasa akiisha amua kukaa hapa kaweka miguu, tumfundishe kuwaleta wengine kwa Kristo. Hivi ndivyo ambavyo Biblia imekuwa. Kumbuka wakati Yesu anaondoka aliacha injili ya Yerusalemu. Imefikaje hapa Dodoma? Kama si kwamba walikuwa wanarithishana kwamba wakati Yesu anaondoka alisema enendeni. Wakati Yesu anaondoka enendeni. Na utakumbuka hata Paulo wakati anakaribia kuondoka duniani kimwili kwa maana ya kifo, alimwita Timotheo akamwambia, mwanangu Timotheo, na kuagiza leo mbele ya Mungu atakayewahukumu wanadamu wote, lihubiri neno la Mungu, uwe tayari wakati ufaao na usiofaa. Yaani walikuwa wanarithishwa. Na sisi tunapomshuhudia mtu tukapata muda wa kumjenga kwa neno, halafu akaamua kuchagua kuwa mshirika wa hapa, tusiache kumfundisha kuhusu kuwaleta wengine kwa Kristo. Tusiache kumfundisha hicho. Mtu wa pili anaitwa Dr. William. Yeye Dr. William anasema kumfuatilia mshirika mchanga ni kitendo cha kuhifadhi, kukomaza na kuzidisha matunda ya uinjilisti. Na hii kazi ni kuambie, mtu wa kwanza anayeweza kufanya vizuri ni kiongozi. Kwa sababu kiongozi ana jicho linaloona kwa mbali kuliko mshirika wa kawaida, pamoja na kwamba kila mtu anatakiwa alee. Tunahifadhi watu wametubu, tunahifadhi yani wasipotee, tunatunza. Tunawakomaza kwa kuwafundisha neno la Mungu. Tunazidisha matunda ya uinjilisti kwa kuwafundisha uinjilisti na wao watoke wakalete wengine. Hivi ndivyo anavyosema Dr. William. Na mwingine watatu anaitwa Gary Kuhne. Huyu yeye anasema ufuatiliaji ni kazi ya kiroho ya kumjengea mwamini mpya misingi ya imani. Kazi ya kiroho ya kumjengea mwamini mpya misingi ya imani. Hii kazi wanaifanya watu wa Mungu. Unamjenga, unamsaidia aweze kukua, asimame, hata upepo ukija, zikija vurugu za kiimani, vimbunga vya imani, elimu mbalimbali, ameshajengewa misingi ya imani, hawezi kutikiswa. Lakini bahati mbaya katika siku zetu za leo, hiki kitu nafikiri hatukifanyi vizuri. Kuna neno fulani liliwahi kuvuma miaka ile ya nyuma wakati sisi tunaokoka. Baba yangu wa kiroho, huyu ndo mama yangu wa kiroho. Hayo maneno yalikuwepo. Siku hizi ni mengi. Kuna wenye wamama wa kiroho na wababa wa kiroho hapa. Hayo maneno ni machache. Miaka ile ni kuambie sasa, kwa sababu kama sisi tuliotokea kwenye upagani, ilikuwa una changamoto yoyote unakimbia kwa baba wa kiroho. Nina jambo, sikiliza mwanangu, una nafasi Jumatano, hebu tufunge. Wanafunga
Wababa wa kiroho walitusaidia, wametujenga kiimani, wanafunga, wanatushauri, wanatutia moyo. Siku hizi hatuna hawa watu, na lazima tufike mahali hapo tuwe na watu kama hawa wanaoweza kutusaidia. Baba wa kiroho, fanyika wewe kuwa baba wa kiroho kwa yule mwamini mpya. Fanyika kuwa mama wa kiroho kwa yule mwamini mpya. Mkaribishe nyumbani, pata muda wa kuzungumza naye, jua anapitia changamoto zipi toka alipookoka. Maana kuna watu wameokoka anafukuzwa nyumbani, japo siku hizi nayo hayo yamepungua. Kuna namna fulani shetani ameitengeneza vizuri. Sasa hivi tunaenda pamoja, yaani ukiokoka anakupa na namna ya kufanya. Usiingie sana, ubaki tu namna. Ndio maana na vita si vikali sana. Lakini miaka ile, baba yangu mimi hakuwa na dini, lakini siku ile nipo tubu na nikamwambia ili anielewe, nikamwambia nimeingia kwenye ile dini wasiokunywa pombe. Akaniuliza kwa nini sasa nitakapotengeneza pombe nitakunywa na nani hapa nyumbani? Bwana, zilikuwepo pombe zinatengenezwa ndizi kwetu, mandizi yako mengi. Anataka mtu wa kumpa company pale. Sasa tunahitaji watu watakao simama kwenye hiyo nafasi. Sasa ni nani anapaswa kulea? Ni mchungaji? Ni mzee wa kanisa? Ni nani? Kwa mujibu wa maandiko katika Yeremia sura ile ya 23 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema ni mchungaji. Mchungaji ndo anapaswa alee, angalie kanisa linaendaje. Je, kiroho chake kikoje? Na kwa wale ambao huwa wanakaa mbali na wachungaji, mimi huwa nawaambia wanapata hasara. Mtume Paulo anasema kwamba japo unaweza ukawa na walimu 10,000 lakini huwezi ukawa na baba wengi. Paulo anaendelea kusema mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo kwa njia ya Injili, nifuateni mimi. Kuna washirika wana tabia za kuwakwepa wachungaji, na mtu anayekwepa mchungaji anakosa malezi. Wachungaji Mungu anawapa cha ziada, kwamba wana uwezo wa kupima joto la kiroho cha mtu. Anapoona kuna kitu hakiko vizuri, anaweza siku hizi mbona hivi? Siku hizi hili limekaaje? Jana akamshauri, lakini unashangaa washirika wanakimbia, hawataki wajulikane. Sasa ni vizuri viongozi mkatafuta namna ya kuwa nao karibu washirika, mwajue wanaendeleaje. Sasa kwa mujibu wa hii Yeremia, mchungaji ndiyo anapaswa kuwa mlezi. Lakini kumbuka tumesema kule nyuma kwamba viongozi tunapaswa kuwa na roho ya mchungaji, tusaidie kwenye kulea. Ila ukienda ndani zaidi utakuja kugundua kwamba shughuli hii ya kulea haiishii kwa mchungaji peke yake, inaenda mpaka kwa washirika. Mwandishi mmoja anaitwa Bon pamoja na mwingine anaitwa Ndaro waliandika kitabu chao, wakasema ya kwamba kazi ya kuwalea wengine ni kazi maalumu ambayo mchungaji au Mkristo mwenye uwezo wa kuongoza watu wengine anaweza kuifanya. Maana yake ni kazi ambayo anaweza kaifanya mchungaji au mshirika yeyote mwenye uwezo wa kulea. Na uwezo, hizi vitu ambavyo tunazaliwa navyo siku zote, ni vitu vingine tunajifunza. Kwa hiyo wajibu wa kulea ni wa kila Mkristo. Na ndiyo maana Yesu katika Injili ya Yohana sura ile ya 15:16 akasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliyewachagua nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yakae. Mwende mkashuhudie, mkawalete watu kanisani. Yesu ndicho kitu ambacho alikuwa anazungumzia, kwamba tunapaswa kufanya hivyo. Sasa eneo la mwisho tuangalie tathmini, halafu tumalize. Tathmini, tujipime sasa sisi wa Kristo. Kuna maeneo mbalimbali tumeyazungumza, hata kama si yote, lakini tujipime kwenye kiwango chetu cha kulea tukoje. Swali la kwanza, huhitaji kulijibu, litafakari tu. Tafakari, huwa unafanya nini unapomwona mtu amekuja kanisani kwa mara ya kwanza na akajitambulisha, katokea hapa mbele, naitwa fulani, nimeokoka juzi, kuanzia sasa nitakuwa na ninyi? Nini kinaingia kwenye ufahamu wako?
huyo mtu anapokuwa amejitambulisha hapa. Swali la pili, huwa unafanya nini kwa yule mshirika kwa habari ya kumfahamu zaidi, ili ujue kwake baada tu ya ibada au ndani ya ile wiki kuna chochote unachowaza kwamba huyu mtu, kwa nini simfahamu? Kwa nini simfahamu? Kama kiongozi. Swali la tatu, huwa unafanya nini au nini huwa kinaingia kwenye ufahamu wako? Nini kinaingia kwenye ufahamu wako unapoingia Jumapili iliyo inayofuata? Yule jamaa aliyejitambulisha hapa hayupo, hakuja kwenye ibada. Yule mama alijitambulisha, nitakuwa pamoja na ninyi, lakini sasa Jumapili inayofuata hayupo. Nini kinaingia kwenye ufahamu wako? Unafikiri alikuwa na tania alipojitambulisha siku ile? Ulifikiri kwamba alikuwa hamanishi? Au unaweza ukaenda zaidi ukasema labda anaumwa, labda amesafiri, labda amekutana na shetani, kama alivyosema. Ngoja ni usome huo mstari wa Paulo katika Wathesalonike. Au nawaza kama Paulo anamwambia Timotheo kwamba nenda Timotheo, kaangalie hawa watu wanaendeleaje. Anasema hivi, Wathesalonika wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5, kwa sababu hii nilipokuwa siwezi kuvumilia zaidi. Yani hapa haya maneno ametaja huku juu sura ya pili, akasema nimekuwa natamani kuja kuwaona mara ya kwanza na mara ya pili, shetani akanizuia, akakwama kwenda kuwaona. Sasa nasema nilipokuwa siwezi kuvumilia zaidi, nilimtuma mtu ili nipate habari za imani yenu. Niliogopa kwamba kwa njia fulani yule mjaribu asiwe amewajaribu, nasi tukawa tumejitaabisha bure, tumefanya kazi ya bure. Je, tunawaza hivyo tunapogundua kwamba yule mshirika hayupo, ameacha wokovu, amesafiri, anaumwa, au alikuwa hamani? Nini kinaingia? Swali la mwisho, je, kuna namna yoyote tuna kumbukumbu kama mtu binafsi na kama kanisa ya watu wanaokuja kanisani, wanaweza wakawa ni wageni wameokoka, au wakawa ni mtu tu ndo mchanga, yani kuna mgeni aliyeokoka anahamia. Mara nyingi nimegundua huwa hatuwatendei vizuri pia. Kuna mshirika mmoja anasali hapa Dodoma, alikuwa anasali Temeke, kanisa fulani nisilitaje. Amekaa pale, anasema mambo niliyofanyiwa na lile kanisa nikaacha na ibada. Sasa alipohamia hapa Dodoma, dada mmoja na yeye ni mdada, akamwalika twende kanisani kwetu, akasema asiendi. Na yule dada alikuwa ameokoka, siendi. Akaendelea kumuhimiza, akasema twende. Kwani nyie mna tofauti na wale wa Temeke? Akaenda kwenda kujaribu. Alipoenda siku ya kwanza akanyamaza, kakaa wiki ya pili, wiki ya tatu, mwezi, huku yuko anachunguza, hawa ni kama wale. Unajua kuna katabia fulani tunako, tukitoka pale nje tunasalimiana na kugongeana wale tunaofahamiana. Mgeni anaangalia, hata yule aliyejitambulisha hapa, hakuna hata mtu ndugu unaitwa nani? Hivi unakaa wapi? Unafanya shughuli gani hapa? Yani hiyo hatujali. Yule mtu anaangalia, watu wanagongeana mikono wenyewe, mwisho anaondoka kama mtu anayetoroka, humuoni tena. Nikwambie hiki kitu binadamu, watu wa maendeleo ya jamii wanasema binadamu ni kiumbe jamii. Hatukuumbwa kukaa hivi, tunahitaji watu. Sasa mchungaji mmoja alihamia Arusha, akaingia kanisa moja, ni mchungaji Kilimtesa, akajitambulisha vizuri, hakuna mtu aliyekuwa na habari naye.
Akaenda mara ya kwanza, mara ya pili akaacha, akasema ngoja nikajaribu na kanisa lingine. Akaenda akajitambulisha tena. Baada ya kujitambulisha, wageni tuonane na wageni, akaenda akajieleza, akaenda. Baada tu ya ibada, kijana mmoja akamwambia, mchungaji, ulisema unakaa eneo fulani. Mimi ndo huko ninakokaa. Huwa tuna ibada mtaani siku fulani, saa fulani. Utanielekeza nyumbani kwako siku ya nikupitie, maana wewe hupajui. Alipopitiwa mchungaji, anasema nikaamua kuchagua hilo kanisa. Sasa nikawaza, kama mchungaji naye kinamtesa, mshirika wa kawaida si ndo anapotea? Kwa hiyo watu wa Mungu, kuna vitu vidogo vidogo tunavifanya makanisani vimetupa hasara. Huyu mwamini mpya, kama anavyosema Paulo, sikiliza nikusomee mstari. Paulo anamuonaje mshirika mpya? Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Nianze wa 8. Anasema, tuliwapenda sana kiasi kwamba tulifurahia kushirikiana nanyi. Wanafurahi kushirikiana na waamini wapya. Anasema si injili tu ya Mungu, bali hata maisha yetu, kwa sababu mlikuwa wa thamani mno kwetu. Usipoona thamani ya huyu mwamini mpya, utamwona kama mpita njia tu wa kawaida, na ukimwona hivyo, ndio hivyo tunaendelea kupoteza tu. Kwa hiyo watu wa Mungu, baada ya kutafakari hayo maswali manne, je, swali la 4 ambalo nilisema, tuna kumbukumbu yoyote? Kuna wakati huwa tunawatafuta hata tujue wanakaa wapi, anakaa na nani, namba yake ya simu, ili iwe rahisi kumfuatilia wakati wowote unapopata nafasi. Kwa hiyo tunapoondoka kwa kipindi hiki cha kwanza, tafakari sehemu hiyo ya kwanza. Unafanyaje kwa ajili ya mwamini mpya anapojitokeza hapa kanisani? Mungu awabariki.